nikasikia sauti kuu kutoka hekaluni ikiwaambia wale malaika 7, enendeni mkavimimine vile vitasa 7 vya dhahabu ya Mungu juu ya nchi. Mstari wa 2, akaenda huyo wa kwanza akakimimina kitasa chake juu ya nchi, pakawa na majipu mabaya, pakawa na majipu au na jipu baya bovu juu ya wale watu wenye chapa ya huyo mnyama na wale wenye kusujudia sanamu yake. Asante sana. Naomba tukae. Baba yangu na Bwana wangu, ninakushukuru kwa ajili ya maneno yako ya kusema haya. Wakati huu nimesimama mbele za watu wako, ninaomba Bwana Mtakatifu ukapate kunivuvia kwa Roho Mtakatifu kwamba nimesimama kwa niaba yako. Bwana, ni wewe ambaye ulipaswa uwepo hapa, lakini kwa sababu wewe ni Roho, basi mimi mwenye mwili, Bwana Mtakatifu, Bwana, nimesimama kama mtumwa, Bwana Mtakatifu, nikifanya ilivyonipasa kufanya, Bwana Mtakatifu, kama mtumwa asiyokuwa na faida. Lakini kwa jina lako Yesu Kristo mwana Mungu, ninahitaji neema yako ikapate kuwa kubwa, katika jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua katika hali ya kawaida, labda nikwambie kitu cha kuandika hapa. Andika tu kwamba kumiminwa kwa vitasa. Ukiandika kumiminwa kwa vitasa kama umeandika mstari wa Ufunuo, sura ya Ufunuo 16 mstari wa 1 hadi wa 2, basi itapendeza sana. Tunajua tunapokuwa tunasoma maandiko matakatifu yanatueleza katika Mathayo, anazungumza katika ile sura ya 24 na anaonyesha, anasema maneno mengi. Imeanza hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake walimwendea kwa faragha. Ameanza maneno hili. Sasa sitaki niendelee na maneno mengine, lakini katika yale maneno aliyozungumza katika kitabu cha Mathayo, amefika mahali ameelezea habari ya vita na matetezi ya vita, ikiwa kwamba hizo ni dalili za mwisho wa dunia, kwamba kutakuwa na matetemeko ya nchi mahali, lakini kutakuwa na vita. Taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme utaondoka kwenda kupigana na ufalme. Yote hayo yanaashiria ujio wa Bwana Yesu. Kwa nini ujio wa Bwana Yesu ni wa muhimu na kwa nini uwepo? Ujio wa Bwana Yesu upo kwa sababu Yesu alipokuja kwa mara ya kwanza duniani, alikuja ili apate kutengeneza namna ya kuweza kumsamehe au kumponya au kumwokoa mwanadamu anayeishi chini ya jua, bila kujali kabila, bila kujali rangi, bila kujali lugha. Yeye alikuja kwa mataifa yote. Hajalishi ni kilema, hajalishi ni kilema wa namna gani, lakini alikuja kwa ajili ya wote, ni wanadamu. Na hiyo inadhihirisha upendo wa Mungu jinsi ulivyo kwetu sisi wanadamu. Baada ya Yesu kuzaliwa, tunaona miaka 12 anaenda hekaluni kwenda kujitambulisha yeye ni nani. Wale ambao walisoma unabii watakuwa walielewa kwa nini ameingia hekaluni. Alipomaliza kujitambulisha, na tena amewaacha baba na mama hawajui, wanamtafuta, tayari kitu kimeshafanyika. Anaondoka na wazazi wake, pale inatokea kimya kabisa, hakuna jambo lingine ambalo limetajwa. Miaka 18 yote, kwamba kwa nini ukimya wa miaka 18? Ukimya wa miaka 18, Yesu alikuwa anafanya
mahali alikuwa anafanya kazi, inahisiwa kwamba huenda alikuwa amejifunza pamoja na baba yake kujifunza kazi ya useremala. Kwa hiyo alikuwa amejifunza namna ya kutengeneza vitu vya uwashi ili kuweza kumsaidia baba yake. Lakini pia inasadikika kwamba baada ya Yusufu kufa, huenda aliendelea na ile kazi, akaendelea kupata kipato kwa ajili ya kuwasaidia wadogo zake na mama yake. Ni mwanadamu wa kawaida, lakini alikuwa ni Mungu. Alikuwa amevaa mwili wa mwanadamu wa kawaida, lakini ndani alikuwa ni Mungu. Kwa nini Yesu akalazimika kufanya hivi? Kwa kawaida mwili huu ni mwili, ukipigwa unaumia, ukiujeruhi unaumia, ukiugua unaumia, lakini pia mwili wa kusikia njaa, lakini pia mwili wa kuchoka. Yesu alivaa mwili huo. Yesu alivaa mwili huo. Lakini tunajifunza nini katika Yesu kuvaa mwili huo? Cha kwanza tunajifunza unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. La kwanza tunajifunza nini? Unyenyekevu. Kwani Yesu asingethubutu kuja kuishi hapa duniani ambaye mwili wa nyama wa udhaifu kama ambao nimeuvaa mimi, kama ambao umeuvaa wewe, mwili wa udongo alikuvaa. Nini kilimlazimisha? Ukumbuke kwamba yeye ni Mungu na alikuwepo hata kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ya dunia hii. Yeye alikuwepo na ameshiriki katika uumbaji kama injinia mkuu, kwamba pasipo yeye hakikuumbwa kitu chochote au hakikufanyika kitu chochote. Hii inadhihirisha kwamba ndiye alikuwa ni injinia mkuu katika kutengeneza vitu vyote unavyoviona: bahari, miamba, milima, wanyama na vitu vyote vinavyotisha. Alikuwepo yeye kama injinia mkuu. Ni namna gani angeliweza kuacha enzi aliyokuwa nayo? Ni namna gani angeliweza kuacha mamlaka aliyokuwa nayo? Ni namna gani angeweza kuacha heshima aliyokuwa nayo? Ni namna gani angeweza kuacha utukufu aliona? Aliwacha akaja kuishi mahali pa dunia ambapo mtu anakwenda chooni kwa kudhihirisha kwamba amevaa mwili wa nyama, mwili mdhaifu. Yesu alipitia maisha ulionayo wewe. Kwa maana hiyo basi yeye alijaribiwa. Jamani, amina. Pamoja na kwamba alikuwa ni Mungu, alijaribiwa. Na alipojaribiwa, alijaribiwa ili aje awasaidie wao wanaofanya nini? Wanaojaribiwa. Sasa narudi. Tunaona kwamba Yesu alijaribiwa kama unavyojaribiwa wewe. Na tunaona kwamba Yesu alikuja duniani ili aweze kutengeneza wokovu kwa ajili ya ulimwengu wote, bila kujali kabila, bila kujali rangi, bila kujali lugha ya mtu. Yeye hakuwa mbinafsi wala hakubagua chochote. Yeye alikuja kwa ajili ya ulimwengu wote ili kila mtu atakayemkimbilia amsamehe, bila kujali uovu wake, bila kujali mabaya aliyoyafanya. Na kama Yesu angekuwa anaangalia mabaya aliyoyafanya mtu, basi miongoni mwetu sisi wanadamu kuna wengine hata kama wangetubu asingeweza kusamehewa. Lakini yeye haikuwa hivyo. Yeye ni Mwokozi mwenye huruma. Yeye ni Mwokozi mwenye usamehe. Yeye ni Mwokozi mwenye mamlaka makubwa. Lakini alijishusha, akajishusha, akajinyenyekeza mpaka mauti ya msalaba. Lakini baada ya kumaliza kazi yote, tunasoma na unasoma, mchana jua linawaka, aliaga, akachukuliwa na wingu, akaondoka. Ushahidi wa malaika wakaja, wakatua chini, wakasema mbona mnashangaa hapa? Hii na Petro sasa anasema ameondoka. Inawaambia Mwokozi wetu kaondoka. Sikilizeni. Kwani alikuwa anawafundisha nyinyi kuelewa? Huyu ni mkweli na ni mtu hata anasema uongo. Vile alivyoondoka, mkamwona naondoka, ndivyo atakavyorudi kuwachukua wateule.
wale watu waliompokea wakaishi kwenye utakatifu, wakashinda majaribu, wakashinda changamoto, wakawa wavumilivu katika wokovu, wakaacha ujanja, yeye atakuja kuwachukua. Amina. Amen. Amina. Sasa nisikilize vizuri. Wakati Yesu anakuja kuwachukua wateule wake ambao wamumishia vizuri na kumtumikia vizuri na kumheshimu vizuri na kukubali kutii na kukubali kunyenyekea na kukubali kuacha dhambi na kukubali kuchukia dhambi. Walijaribiwa, hata walipotenda dhambi hawakukubali kuishi kwenye dhambi, walitubu na kuziacha, wakakaa vizuri na Mungu. Roho Mtakatifu akaingia ndani yao. Wakati Yesu anarudi kulichukua kanisa, atakuja kuwanyakua hao watu ambao hawana Roho Mtakatifu ndani yao. Hawatachukuliwa kwa sababu hao watakuwa ni mavuguvugu, watakuwa hawana alama yoyote, watakuwa hawana muhuri yoyote kwamba ni mali ya Mungu, watakuwa wapo tu kwa vyovyote, kwa maana moja au nyingine. Wao wako katikati, sio wa shetani wala sio wa Mungu, wapo katikati. Na yeye alishaahidi akasema, mtu aliyevuguvugu atamtapika aondoke ndani ya kinywa chake, atamtapika aondoke ndani ya kinywa chake. Ina maana kwamba Yesu anawataka watu ambao wameamua, watu ambao wamesikia neno la wokovu, wamelipokea, wamelitii, wamenyenyekea. Atakuja kuwachukua hao, maana hao ambao walikuwa wanyenyekevu na watii, wamekuwa wavumilivu, wamekutana changamoto, wameendelea kuomba Mungu, wamefunga na kuomba, wamevumilia, walipokosewa wamesamehe, walipokoseana walisameheana, walipozingiziwa walinyamaza kimya. Si jambo la mchezo, wala hatuji kanisani kwa sababu tupo kama maigizo fulani. Hapana, tupo kwenye kuziponya nafsi zetu. Ukiwepo kanisani kama ni maigizo fulani, bado hujapata faida katika maisha yako mwenyewe. Tupo kanisani kwa sababu tuna kiu, tuna njaa, tuna hamu na tuna shauku ya Mwokozi wetu Yesu Kristo atawale maisha yetu. Na sasa kwa kufanya hivyo, dhambi haina nafasi. Hata kama ingetujaribu, bado haina nafasi, maana Roho wa uzima anakaa ndani yetu. Sheria ya Roho wa uzima inatushauri kwamba tutakuwa salama tukiacha dhambi, na tukitenda dhambi hatuna amani. Amina. Tukitenda dhambi hatuna nini? Mtu aliyeokoka akazaliwa mara ya pili baada ya kusamehewa dhambi zake, huyu akaenda kujifunza, akalielewa neno la Mungu, akalielewa sawasawa. Huyu akitenda dhambi, ndani ya moyo wake hawi na amani. So mimi nitoa mfano mmoja. Siku moja nijitolee sasa mfano mimi. Nilipanda daladala. Sasa sijatoa nauli bado. Sasa kwa wakati anatoza nauli, akahisi kama mimi nilishalipa nini nauli, kumbe nilikuwa na rarara moda. Akapita. Kwa ameshamaliza kutoza nauli, akarudi mlangoni. Nikaambiwa nauli hujalipa. Nimekaa nalo hilo. Nimeichukua nauli kabisa, nikaishika mkononi. Ile nateremka. Namwambia konda, ulisahau nauli yako hii hapa. Sasa aseme asante, siseme yeye yuko kwenye biashara yake, sio lazima niambie asante. Mimi ndo nimepanda gari lake, hajanilazimisha. Nimepanda ili mimi niende safari yangu. Lakini laiti kama ningeweza kubadilisha tu nikaondoka, tayari nimeiba. Kweli si kweli? Na wauliza watakatifu msiale, naomba mniangalie. Je, ningeondoka bila kulipa ningekuwa nimeiba, ningekuwa sijaiba? Ningekuwa nimeondoka nimeiba, ningekuwa sijaiba. Kwa vyovyote Roho Mtakatifu angeanza kuniambia umeiba.
umeiba, natembea tu, umeiba, nakwenda nakula chakula, umeiba, umeiba, naongea na familia, umeiba, natoka nje, umeiba, naimba nyimbo, umeiba, nafanya hivi, umeiba, nikifanya chochote, umeiba. Yaani hiyo unaiba isingeweza kuondoka, kwa sababu Roho wa uzima anataka kulirudisha kwenye mstari ulio sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ncha ya dhamiri ambayo inaweza kuchoma, hiyo ndio neema ya mtu. Ukisikia unakosea mahali fulani, ncha ya dhamiri na kuchoma, umekosea, tengeneza mapema, usiendelee kuwa kichwa ngumu. Upendo wa Mungu bado uko juu yako, neema ya Mungu bado iko pamoja na wewe. Sasa ukiwa mzoefu, inachoma dhamiri, unapotezea, unatafuta kawimbo ka kuimba, inachoma Yesu, ukinachoma yenyewe haisikii wimbo, hata ukaendelea kuimba wimbo yenyewe imo ndani ya Yesu, na unamrudisha watu wakati unachoma. Sasa mtu anatafuta kuizima dhamiri ile, ita dhamiri ziendelee kumchoma, lakini kwa kuwa Roho Mtakatifu aendelee kumsihi mtu akibia kosa lake ili arudi kuwa mwema kwa Mungu, haitaacha kumchoma. Sasa wengi ambao wanapotezea dhamiri zinazo wachoma, wanapotezea, wanaendelea kufanya mambo, wanapotezea, wanaongeza na mengine, wanapotezea, wanaendelea, wanapotezea. Mungu anafanya kila njia ya kusema nao, hawataki kusikia. Mwisho wa siku Mungu anaweza akaondoa ile neema, na ile dhamiri haichomi tena. Yaani wewe umebaki unasubiri jehanamu. Na watu wa jinsi hii, naomba msio mnatukana watu wote mtatenda dhambi moja. Akitenda dhambi moja ndani ya kanisa, akitenda dhambi mchungaji mmoja, akitenda dhambi mzao kanisa mmoja, taarifa zake zikaenea, naomba tusitukane. Hawajatenda wazee wote, hawajatenda wachungaji wote, tusitukane. Abainishwa huyo, achukuliwa hatua huyo, kama anaonyeka aonyeke, kama anakwenda kujifia aende kujifia, lakini asaidiwe. Lakini tusihukumu watu kwa sababu ya mtu mmoja. Lazima tuwe na nidhamu. Tunapoishi kwenye wokovu huu, tunatakiwa tuwe na nidhamu, kwamba kuwepo kwetu sisi ni kwa ajili ya kusaidia. Aliye na nguvu amuinue mdhaifu, aliye na nguvu amuinue mdhaifu. Tusiishi kama watu ambao tayari sasa sisi ni mabosi ndani ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuhukumu watu, kazi yetu ni kusukumia watu kana kwamba sisi tumeshakuwa malaika. Hiyo haipo, usikujidanganya. Na ndio maana Biblia imetuasa kuombeana na kupendana na kusaidiana na kuonyana. Alijua kwamba maisha hapa duniani ni tabu tu. Sasa sikiliza. Nacheka yo. Cha moto utakiona. Kwa sababu hata kama ungekuwa janja, cha moto utakiona. Wewe unafikiri cha moto utakiona? Ninapoanza kuungua pua, ni mimi naungua? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumesoma kwa habari ya majipu, kwamba wakati Yesu anakuja kulinyakua kanisa, kuna watu walikuwa wamo ndani ya kanisa, wengine waimbaji, wengine wainjilisti, wengine wachungaji, wengine wazee wa kanisa, wengine mashemasi, wengine viongozi wa idara, wamo ndani ya kanisa. Lakini mtu kisirisiri yeye anachapa dhambi wala hajali, na anaona kwake kuchapa dhambi ni maendeleo, anaona ni kisasa. Sikiliza nikwambie, Hedonism wanasema hivi, wana imani hivi, dhambi ni starehe. Determinism wanaamini hivi, kila jambo linalotokea ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Itakuwaje mapenzi ya Mungu kwa kila jambo linalotokea? Jambo lingine linaharibika kwa sababu ya akili mbovu za mtu. Halafu asingizwe Mungu kwamba ni mapenzi ya Mungu. Na anasema mtu analiona shimo hilo hapo, anakwenda kutumbukia, alafu anasema
Mwenyezi Mungu alipanga, ni wazimu. Kwa hiyo mimi nasimama kinyume na imani ya determinism. Nasimama kinyume na imani ya hedonism. Kwa sababu haiwezekani hata siku moja dhambi kwa starehe. Na kwa sababu ya fikira hizo za kufikirika, vijana wengi katika makanisa ya kiroho ndani ya Tanzania, tuna vijana wengi ambao hawajali kwa habari ya Mungu. Sasa hivi wanachapa, wanaipa, wanafurahi, lakini wapenda kushuhudia mitaani. Kila mtu na njia yake, kila mtu anatafuta sababu na njia yake. Mwingine anakuangalia machoni hivi, anazunguka hivi kidogo hivi. Sawa na wale watu ambao wamekosa nidhamu siku hizi. Unajua, ngojeni niwaambieni vijana mko hapa. Unajua, tunapokuwa tumefika umri wa miaka 60 na nijitolee mfano kama mimi na miaka 60 na bado kidogo tulifika 70. Halafu ukafika miaka 70, ukafika miaka 80. Mwili wako bado umeme unafanya kazi. Damu inatembea kama haina akili nzuri. Unakaa kwenye kiti mzee anatetemeka hapa amesimama. Halafu tena wakati mwingine wewe ni mlokole. Mzee yuko anatetemeka hapo wewe umesimama. Humpishi kiti akakaa. Eti kwa sababu ni vijana wa kisasa. Ni vijana wa kisasa au ni ujinga wa kisasa? Kwa sababu una faida gani? Kwa sababu huyu anafaa kuwa babu yako, huyu anafaa kuwa baba yako, si ndio? Unapata raha gani mtu wa miaka 60 yeye amesimama katika imani tu akionekana? Sikilizeni niwaambie ndugu zangu, maadili yetu hayatushauri hivyo. Nasema na vijana wa kanisa hili, Bwana Yesu asifiwe. Nasema na wewe kijana uliyeingia leo, hata kama ni mgeni, Bwana Yesu asifiwe. Amen.